Habari, wanaharakati wa Afrika Mashariki hadi na wanaharakati wa Tanzania. Ninaona katika mitandao ya kijamii wakiipongeza Marekani kuishambulia Iran. Wakisema kwamba kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alikuwa ni dikteta. Hivyo Marekani ilipaswa kuishambulia Iran. Bila kufahamu kwamba Marekani imevunja sheria za kimataifa. Kwa hiyo tunao wanaharakati ambao hawajui hata sheria za kimataifa zinasema nini. Haijalishi unaipenda Marekani kiasi gani au inakufaidisha kiasi gani tumboni kwako, lakini kama mtu unajiita ni mwanaharakati mbele ya jamii, ni lazima uhakikishe unajua sheria za kimataifa na unazisimamia. Na katika hili la jana, Marekani wamevunja sheria za kimataifa kwa kuishambulia Iran na kuua mamia ya watu wasiokuwa na hatia. Mauaji waliofanya Marekani kuanzia jana pale Iran, kama tunamuona Ayatollah Ali Khamenei ni dikteta, basi na Wamarekani pia ni madikteta. Tunao wanaharakati Afrika Mashariki na Tanzania ambao hawafahamu hata historia zinasema nini katika nchi mbalimbali. Wao ambacho wanakifahamu ni maneno matamu yanayoongelewa na viongozi wa Marekani katika vyombo vya habari. Akili zao hazijui kwamba mwanasiasa anaposimama mbele ya vyombo vya habari lazima aongee maneno matamu ya kulaghai raia kwa maslahi tofauti tofauti, na kwa viongozi wa Marekani huwa ni kwa maslahi ya wafanyabiashara na wala si kwa maslahi ya wananchi wa Marekani. Kwa sababu hata wananchi wa Marekani wenyewe wanalia maslahi yao hayatimizwi, bali maslahi ya wafanyabiashara ndio yanatimizwa. Ndio maana hata taifa lao linaenda kuingia vitani kwa faida ya Israel na linatumia pesa zao za walipa kodi badala ya kuwanufaisha wao katika mambo mbalimbali. Tunao wanaharakati Tanzania pamoja na Afrika Mashariki ambao hawapambani kama vile wapigania uhuru wetu walikuwa wakipambana. Wapigania uhuru wetu wakina Nelson Mandela, Julius Nyerere, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah walikuwa wakipigana na hao wazungu wa nchi za magharibi kwa sababu wanataka maliasili zetu. Leo hii wanaharakati wetu Tanzania pamoja na Afrika Mashariki hawafahamu historia, jinsi hii serikali ya Iran ilivyotaifisha makampuni ya wazungu ili kulinda maslahi ya Wairan, kuhakikisha mafuta hayaibiwi na hawa wazungu. Hawafahamu hii historia. Manake ni kwamba hawa wanaharakati ambao leo wanaitetea Marekani wangekuwepo miaka ya 60-70, wangefurahia Patrice Lumumba kuuliwa na wazungu, na wangefurahia Kwame Nkrumah kupinduliwa na wazungu, na wangefurahia na wangewaamini wazungu walipomuita Nelson Mandela kwamba ni gaidi na wakamfunga. Kwanza kabisa, mimi ninaitwa Robin Rachel kutoka Robin Media. Kama wewe ni mwanaharakati ambaye una uchungu na nchi yako, Afrika au Afrika Mashariki au Tanzania, ni lazima uhakikishe unapambana kwa mfumo ambao wapigania uhuru wetu waliutumia. Wapigania uhuru wetu walipigana na ukoloni na baadaye wakaanza kupambana na ukoloni mamboleo. Ndio maana toka zamani wapigania uhuru wetu walikuwa wanasimama na mataifa ambayo yanapambana kutetea maliasili zao. Wakati serikali hii ya Iran imeingia madarakani ya kina Ayatollah, Nelson Mandela alisimama na hii serikali. Wapigania uhuru wetu waliokuwepo hai kipindi hii serikali imeingia madarakani walisimama na hii serikali. Sio kwa sababu walikuwa wajinga, bali ni kwa sababu hii serikali ina maono sawa na mzalendo yoyote wa Afrika. Kilichofanya hii serikali ya Iran kuchukiwa ni baada ya kutaifisha makampuni ya mafuta ya wazungu, na mafuta sasa yakawa chini ya Wairani wenyewe, kwa sababu Wairani walinyonywa mafuta yao kwa muda mrefu sana. Fikiria, Wairani ndio walianza kugundua mafuta kabla ya Saudi Arabia, lakini wakawa wananyonywa kwa muda mrefu sana. Walipata kiongozi bora ambaye akawa anatetea maliasili zao. Habari zinasema Marekani na Waingereza walishirikiana kuhakikisha anatoka. Ilikuwa ni miaka ya 50, alikuwa anaitwa Mohamed Mossadegh. Kwa hiyo sisi wa Afrika tunasimama na yoyote yule ambaye anatuonyesha kwamba anaweza kupambania maliasili. Kwa sababu wanaharakati wa Tanzania pamoja na Afrika Mashariki mnatakiwa muamke, mjue kwamba hakuna kiongozi wa Marekani anayeweza kutumia mabilioni ya dola kwa ajili ya kuwaokoa wananchi wa Iran. Kwani hamkuona kilichotokea Libya? Wananchi wa Libya leo wanalia na wanalala na njaa. Wanasiasa wa Marekani
wanatumia mabilioni ya dola kuanzisha hii vita ili wapate mafuta. Wanasiasa wa Israel wanatumia pesa nyingi kuanzisha hii vita ili waipunguze nguvu Iran, ili wao pekee ndio wawe na nguvu ya kijeshi pale Mashariki ya Kati. Kwa hiyo hii ni siasa na biashara. Hakuna mwanasiasa wa kizungu huko Marekani akamuonea huruma mtu kutoka Iran au mtu kutoka Afrika. Wanawaua Waafrika pale Marekani. Waafrika wamekuwa wakiuliwa na polisi wa Marekani, mpaka Waafrika wa pale Marekani wameanzisha taasisi mbalimbali kwa ajili ya kutetea haki za mtu mweusi kutokana kwamba wamekuwa wakiuliwa ovyo na polisi wa Marekani. Mbona viongozi hao wa Marekani hawamalizi tatizo la Waafrika kuuliwa ovyo na mapolisi wao? Au mbona hamwaiti madikteta? Kitendo cha wanaharakati wa Tanzania pamoja na Afrika Mashariki kwa ujumla kusema kwamba Ayatollah Khamenei alikuwa ni dikteta kwa sababu alikuwa anaua waandamanaji ni kitu ambacho kinaonyesha ni jinsi gani ambavyo hawafahamu hata michezo ya kijasusi inayochezwa na mataifa makubwa kama Marekani miaka na miaka ya kupindua serikali mbalimbali kwa kufadhili maandamano kama ambavyo huwa wanatuhumiwa miaka na miaka. Ina maana hawa wanaharakati wa Tanzania pamoja na Afrika Mashariki wao wanaamini kwamba kila maandamano ni maandamano safi. Ina maana hawafahamu kwamba kuna michezo. Hivi vitu viko wazi, vipo katika mitandao, vipo katika historia. Angalia historia, Kwame Nkrumah alipinduliwaje? Unaweza ukajionea mwenyewe. Vitu viko wazi kwamba moja ya njia ambayo wanaitumia kuweza kupindua serikali au kuondoa uongozi unaowanyima mali asili ni kufadhili maandamano ambayo ndani yake utakuta waandamanaji hawana mabango ila wana silaha. Waandamanaji hawana mabango ya kusema matatizo yao kwa serikali yao ila wana silaha na wanafanya mauaji pamoja na kuchoma vitu mbalimbali. Hao sio waandamanaji. Ndani ya Iran kuna makundi ya kigaidi mengi ambayo wa Iran kwa muda mrefu wamekuwa wakilalamika Marekani na Israel wanayafadhili. Na kila wananchi wa Iran wanapotoka barabarani kutaka kuandamana kwa haki, yale makundi huwa yanaingia ndani yao na kuanza kufanya. Wale wafanya fujo katika yale makundi wakiuliwa, basi huwa wanasema kwamba serikali ya Iran inaua waandamanaji. Lakini vyombo vyao vya habari haviripoti silaha zilizokamatwa na Wairan kwa hao wanaojiita waandamanaji. Vyombo vyao vya habari haviripoti mahojiano ya wananchi ambao wanakamatwa na kusema jinsi walivyopewa pesa na taasisi mbalimbali za kimataifa zinazofanya kazi ndani ya Iran ili wafanye fujo katika maandamano. Hawasemi katika vyombo vya habari. Na kama tunavyofahamu, pakitokea fujo, basi hata wasiokuwa na hatia watakufa. Na ni kweli, wapo watu ambao hawana hatia, risasi huwa zinawapata. Na ndio maana wananchi mnatakiwa muamke, mjue kabisa kwamba si kila maandamano yana heri. Maandamano mengine wanasiasa na nguvu kutoka nje huwa wanaingiza chokochoko ndani yake ili kuhakikisha yanawanufaisha wao kisiasa. Baada ya hapo wahanga wanakuwa ni raia wasiokuwa na hatia. Wao wanakuwa wameshapata mafunzo, wanajua jinsi ya kuingia na kuchochea vurugu na kukimbia. Na huku wanakuwa wameshapata pesa zao. Tunao wanaharakati Tanzania na Afrika Mashariki ambao macho yao yanaona kiongozi wa Marekani kuua watu na nyuklia kule Japani bila sababu yoyote ni halali. Kiongozi wa Marekani kumwagia watu kemikali kule Vietnam bila sababu yoyote ni halali. Kiongozi wa Marekani kuua watu Iraq kwenye vita isiyokuwa na sababu yoyote ni halali. Lakini wengine ndio waovu. Hivi wanaharakati wa Tanzania pamoja na Afrika Mashariki, mna uhakika mnatetea haki na maliasili za nchi zetu au mnatetea matumbo yenu? Anayetetea haki na maliasili ya mataifa yetu atakuwa na misimamo kama ya Ibrahim Traore. Mwanaharakati anatakiwa awe na misimamo kama ya Ibrahim Traore, kupambana na ukoloni mamboleo, na wanaosababisha ukoloni mamboleo ni hao wazungu wakiwemo wa Marekani. Mnazifahamu system walizoziweka katika mataifa yetu, na viongozi wetu wakizikataa mnajua kwamba wanatishiwa maisha. Ndio maana inabidi wawe wanyonge na hizo system zinafanyika, na ndio maana mataifa yetu mengi watu wake wanazidi kuwa maskini. Mnafahamu hizo system. Kaangalieni system IMF, benki kuu, lakini pia angalieni jinsi Marekani anavyotumia ubabe wake kupitia dola. Wa Afrika amkeni.